Samia oye! Tumepata uhuru mwaka 1961. Lakini kwenye historia ya nchi hii, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya makamu wa rais wa nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini haikuishia hapo. Rais huyu leo tunamzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan pia amekuwa wa kwanza kuandika historia ya yeye kuwa rais mwanamke wa kwanza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi sana. Amefanya mengi, amefanya makubwa na bado anaendelea kufanya makubwa zaidi ya yale tunayoyajua. Lakini pia tunakushukuru kwa nafasi yako na uwezo wako kama mdau wa maendeleo kwa kuweza kutoa mchango wako kuwezesha upatikanaji wa madawati zaidi ya 100 shule ya msingi Kibui. Ndani ya mwaka jana tuliweza kupata madawati 100 na wewe ulikuwa sehemu ya mchango ule na ulituunga mkono. Mdau wa maendeleo, si mtumishi wa serikali, sio bunge, lakini kwa sababu ni mjali watu na mjali maendeleo, ukaona pia una nafasi ya kutushika mkono. Na nakumbuka kama kumbukumbu wangu ziko sawa, ulitupatia 500,000. Kama nakosea utanisahihisha. Yaliwezesha kupata madawati 100 na sasa hivi hakuna mwanafunzi hata mmoja wa shule ya msingi Kibui anayekaa chini. Tunakushukuru sana. Wanawake ng'ara! Katika mkutano ule wa Beijing wa mwaka 1995 ulikuwa na maazimio 12. Na ulikuwa na maazimio 12. Katika maazimio hayo 12, moja ya azimio lilikuwa ni wanawake na umaskini. Wanawake wengi walionekana kudhaulika na kuonekana ni wanawake ambao hawawezi kufanya kazi na kuwa wazalishaji. Lakini katika mkutano ule wanawake wakakubaliana, wakasema na sisi tuna nafasi kubwa ya kuwa wazalishaji kwenye jamii na kuondoa umaskini. Na ndio maana tunaona wanawake wajasiriamali wakijitokeza na kupambana kuhakikisha kwamba nao wanakuwa sehemu ya mchango mkubwa wa uzalishaji kwenye familia. Hongereni sana. Katika jambo hilo hilo, wanawake walisimama wakapinga ukatili wa kijinsia, na wao wakiomba wapewe nafasi ya kufanya kazi na kuwa wazalishaji katika kuongeza uchumi wa kifamilia na uchumi katika taifa hili. Lakini sio tu, azimio namba 2 lilikuwa ni kuhusu elimu na mafunzo kwa wanawake. Wakati elimu ilipokuwa inatolewa, nyinyi mtakuwa mashahidi, hata kwenye familia zetu tulikuwa na ubaguzi wa kusema anayeweza kusoma ni mwanaume. Kwa hiyo watoto wa kiume walipewa nafasi kubwa kuliko watoto wa kike. Kwa hiyo kupitia maazimio ya mwaka 1995 kule Beijing, wakakubaliana kwamba mwanamke apewe kipaumbele cha kupewa elimu na mafunzo mbalimbali. Na tumeona dunia na hasa nchi yetu ya Tanzania, jambo hili limeendelea kutekelezwa na wanawake sasa wanapata elimu. Mpigieni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini sambamba na hilo, katika maazimio hayo, azimio namba 3 lilikuwa ni wanawake na afya. Ndugu zangu, nyewe mtakuwa mashahidi. Sasa hivi pia katika nchi yetu ya Tanzania tunaona vituo vya afya vinaendelea kuboreshwa kwa ajili ya kuhakikisha tunamlinda mwanamke hasa katika kipindi cha ujauzito na kujifungua. Ili aweze kujifungua katika mazingira yaliyo salama, lazima tujali afya yake. Kwa hiyo katika hili sisi tunaweza kusema kama nchi ya Tanzania tumeendelea kulisimamia vyema. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kagari ni mjumbe wa mtetezi wa mama katika wilaya yetu ya Rorya. Leo ni siku ya wanawake duniani. Tumeadhimisha hapa katika kijiji chetu cha Kinesi, kata ya Nyamonga, wilaya ya Rorya. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya leo kwa siku ya wanawake duniani ambayo imeadhimishwa kitaifa Arusha, kiwilaya na kimkoa imeadhimishwa
Tarime. Kwa hiyo katika kijiji chetu cha Nyamunga tumeshukuru sana kama wanakijiji cha Nyamunga, tarafa ya Suba, tumeadhimisha hapa Kinesi. Leo ni siku ya mwanamke. Kina mama kwa kweli tunashukuru sana kwa ajili ya siku yetu, maana mwanamke mpaka sasa wanawake tuna usawa mmoja, hatuna mnyanyaso kama zamani. Wanawake tunaweza, tunafanya biashara, wanawake tuna haki zote. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya